Tuna maadili yetu tu kama wananchi wa Tanzania, lakini tuna maadili yetu kama tunavyoishi katika miji na maeneo mbalimbali. Kuna mambo ukifanya unajulikana kabisa kwamba umefanya jambo ambalo ni kinyume na maadili. Kwa hiyo ni kosa pia la kimaadili, lakini pia rushwa ni kosa la kiimani. Naamini sote hapa kila mmoja ana imani yake. Kwa hiyo vitabu vyetu vitakatifu vyote vinazungumzia makatazo dhidi ya rushwa. Hiyo ni kukumbusha tu kwa sababu hakuna asiyefahamu. Sasa kwa majukumu ya TAKUKURU niwaeleze kwa kifupi. TAKUKURU inaongozwa na sheria mbalimbali za nchi, lakini sheria kuu inayoiongoza TAKUKURU inaitwa Sheria ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa namba 11 ya mwaka 2007 au sheria sura 329. Na sheria hii inataja makosa mengi. Kuna makosa 24 ya rushwa, lakini imegawanyika katika vipengele viwili. Utendaji kazi umegawanyika katika vipengele viwili. Kipengele cha kwanza ni kuzuia rushwa, ndio maana tunaitwa taasisi ya kuzuia. Alafu kipengele cha pili kupambana na rushwa. Kwa hiyo ni taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Jukumu la kuzuia linatekelezwaje? Sisi TAKUKURU tunafanya utafiti. Tunafanya tafiti ndogo ndogo. Nafikiri mshaona kuna maafisa wamepita katika zahanati zenu na vituo vya afya kufanya tafiti mbalimbali, kuangalia taratibu zinazofanyika, taratibu mnazozitekeleza katika majukumu yenu. Tunaangalia au wakati mwingine tunafanya kitu kinaitwa uchambuzi wa utoaji wa huduma, jinsi mfumo wa utoaji huduma unavyofanyika. Kwa hiyo hivi vyote tunavifanya katika jukumu hilo la kuzuia. Lakini pia tunashirikisha jamii, tunafanya elimu kwa umma. Kwa mfano kama sasa hivi hapa ninavyoongea, kuelimishana ili sote tuwe washiriki katika mapambano dhidi ya rushwa na kuunga mkono mapambano haya dhidi ya rushwa. Nije tu niwaeleze kero mbalimbali tunazozipokea au zinazosababisha mianya ya rushwa katika utoaji wa huduma za afya. Nyingi mnazijua kwa sababu nyinyi ndio mnafanya. Lakini mimi niwaeleze kwa uchache zile ambazo tunazijua nyingi lukuki, lakini zile chache ambazo na imani mkitoka hapa mtatoka wapya. Hamwezi kuwa the same mlivyokuja. Mtatoka vingine, lakini wakati huo mkienda kule mtaenda kurekebisha. Nimesema TAKUKURU tuna majukumu makubwa haya. La kwanza tunafanyaje? Tunazuia. La pili tunapambana. Leo hapa tuko kwa lengo la nini? Kuzuia. Tunaelewana? Ili tutakapokuja sasa, nikishatoka hapa tukija kuitana tutakumbushana, sawa? Kwamba siku ile tulikaa tukasema tunafanya nini? Tunazuia. Sasa tumeona hamtaki kuzuia, tuende kwenye kupambana. Sawa ndugu zangu Sawa. Sasa jambo mojawapo ambalo tumekuwa tukikutana nalo au tumezisikia. Sisi tuna taarifa tunazipata, aidha mtu anatuletea taarifa au sisi wenyewe, nimesema tunachakata, tunafuata, tunatafuta, tunazipata. Kwa hiyo kuna namna nyingi ya kuzipata taarifa. Tunatafuta taarifa pia kiintelijensia pia. Sasa namba 1, nyinyi mnawatoza faini wakina mama wanaojifungulia majumbani. Tunafahamu kwamba serikali inahamasisha wamama wajifungulie kwenye vituo vya kutolea huduma. Lakini kuna wakati inafika, jamani, hata mimi nimeshajifungua jamani. Kuna wakati unafikwa hujafika kituo cha afya. Utaweza kuzuia usizae? Yaani kwamba mtoto ndo kaja, utazuia? Ikifikia mtoto kaja ndo anatoka, utamzuia kweli kwamba usubiri umbane mpaka ufike hospitali? Haiwezekani. Kuna wakati wengine ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Lakini wale wanaojifungulia nyumbani au wanajifungulia huko hawajafika kituo cha afya, mnawatoza faini 50,000 mpaka 100,000 na hakuna record. Nikisema hakuna record mnanielewa? Maanake ina maana ikishachukuliwa inapita hapa, alafu maisha mengine yanaendelea. Sawa ndugu Haya. Jambo lingine, gharama za kadi za kliniki. Hivi kadi za kliniki zinatakiwa kutozwa jamani? Ziwe za mama wajawazito au watoto? Tozwa kadi za kliniki. Sawa. Wanatozwa kadi za kliniki. Hilo. Haya, jambo lingine, wamama wanaojifungua, wanaolazwa pale hospitali, pale kwenye kituo cha kutolea huduma, wanalazimishwa kununua bidhaa na wakunga, manesi
Sawa ndugu zangu kwa hiyo mkaambiane huko. Lakini pia hamtunzi kumbukumbu sahihi za wagonjwa wanakuja kupata huduma. Hamuandiki majina kamili. Kwa mfano mimi nimejitambulisha naitwa Juliet Mtui. Nikija hospitali au kwenye kituo cha kutolea huduma, ninaamini nitaandikishwa mgonjwa Juliet Mtui. Jinsia mwanamke. Si ndio maana yake? Umri miaka 50. Si ndio maana yake? Lakini tukija pale kwenye register unakuta Juli ni Julius, ni Juliana, ni Juliet, alafu limebaki hivyo hivyo tu. Mnaona Sasa serikali inafanya kazi kwa nini? Kwa sensa. Hivi vitu si ndio takwimu. Kuna mtakwimu hapa amejieleza hapa, amejitisema yeye ni mtakwimu. Sasa hivi si ndio vinasaidia kwenye takwimu? Tunasikizana kwa hiyo mapungufu mkayaondoe. Alafu wanaopokea fedha hawaandiki majina yao. Si tuna papa kwa papa. Si tunatakiwa kuandika receipt kwamba nimepokea fedha shilingi 20,000 kutoka kwa Juliet Mtui. Lakini pale jina haliandikwi. Imeandikwa tu 20,000. Sisi tunakuja kufanya ukaguzi, tutajua hii hela imetoka kwa nani. Huo ni mwanya wa rushwa. Tunasikizana Na hiyo ni mwanya wa kupoteza fedha za serikali. Sawa sawa ndugu zangu Haya. Lakini pia hata yule anayepokea zile fedha, si natakiwa nayo at least tujue kwamba pale nikiangalia panajua yule pale ni Juliet ndio amepokea zile fedha. Lakini panawekwa tu, kesho na kushukuru siwezi kujua nani amepokea zile fedha. Sawa ndugu zangu Sisi ni wasomi. Mimi naamini naongea na kundi la wasomi. Kwa hiyo tukarekebishe huko. Lakini pia tumekutana na jambo lingine fulani. Kwenye stakabadhi unakuta labda ni stakabadhi ya shilingi 35,000. Unaandika 35,000, alafu unakuja kupunguza pale. Unakata kale ka 35 unakafuta unaweka 20. Sasa na mimi nina macho yangu. Tunaelewana Nikisema nina macho yangu mnielewe. Na macho yangu nikitazama naona sasa hii hapa ilikuwa ni 35. Amekata akaweka ka 20 pale. 10,000 yangu iko wapi? Au 15,000 yangu iko wapi? Tunaelewana hapo Tunaelewana? Jamani nisikizeni mimi. Tunaelewana ndugu zangu? Nawaponya Nawaponya maana yake. Sasa hii msiandike. Muache hivi vya kukatakata. Taratibu za kiasibu zinasema kama ni 35 kata tu pale kwa uwazi alafu andika 20,000 pale juu. Yaani na udaika kasaini kako pale. Hizo ndo taratibu za kiasibu. Tunaelewana? Lakini ya kufutafuta inatupilia sisi mashaka, tunaanza kuwa na wasiwasi. Hii 15,000 hii itakuwa kuna mahali imekwenda. Sasa ni 15,000 ngapi zinakata? Kuna kwingine unakuta risiti imeandikwa 50,000. Alafu anakata kale kwa sifuri kale, kama mwisho kale. Inabaki ngapi? 45,000 yetu. Imeenda. Tunaelewana Hivi ni vitu tunaviona jamani. Yaani tunaviona sana. Tukisema tuanze kuitana kila siku tutaita wengi, hamtafanya kazi. Usalama wa nchi. Unahatarisha usalama wa taifa. Kwa hiyo tujitahidi kusimama katika maadili yetu ya kazi. Tujitahidi kuzingatia miongozo na maelekezo ambayo serikali inatoa. Ninaamini sasa hivi sitasikia faini ya mama aliyejifungua huko, sitasikia kwamba kama ametozwa faini zahanati. Kumbe na faini zenyewe zilikuwa zinatozwa kijijini, lakini kumbe zinaenda zahanati wanaenda kutoza au kituo cha afya kwenda kutoza. Kwa hiyo ninaamini sitasikia makando. Mambo ni mengi, lakini ninaamini kwamba kusimama kwangu hapa kumeleta message ambayo inaenda kuwaponya. Sawa ndugu zangu. Basi mimi niwatakie kikao kazi chema.